Baada ya mzee Mwandambo kupoteza ushawishi katika mitandao ya kijamii, sasa mzee Mwandambo amekuwa chukizo kwa watu wale wale ambao walikuwa mashabiki zake. Tunakumbuka kwamba wahenga wanasema ngoma ikivuma sana mwisho wake inapasuka. Basi anguko la Mwandambo limeshaanza kuonekana, kwa sababu Mwandambo saizi ameshaanza kuchanganyikiwa. Mambo anayoyafanya saizi ni tofauti kabisa na mambo ambayo alikuwa anayafanya mara ya kwanza. Sasa hii video ambayo nimekuletea siku ya leo itakufundisha mambo mengi sana kuhusiana na Mwandambo. Nikukumbushe tu usiweze kusahau kugonga alama ya kusubscribe hapo chini, lakini kuchukua muda wako kidogo tu kuweza kutoa comment kuhusiana na hiki ambacho kitakwenda kuongelewa kuhusiana na huyu Clemence Mwandambo. Sasa Clemence Mwandambo baada ya kutoa maudhui mengi, lakini pia video nyingi sana za kumdhalilisha Mungu, za kuonekana kama Mungu hayupo hapa duniani, lakini Mungu kama ni kituko. Sasa Mwenyezi Mungu naona kama ameshaanza kujibu maombi ya watu ambao walikwenda kumwamini, lakini kumuomba kuhusiana na hili jambo ambalo Mwandambo analifanya katika mitandao ya kijamii. Mwandambo amekuwa ni mtu wa kwanza kuaminisha watu kwamba uwepo wa Mungu haupo hapa duniani, lakini amekwenda kuthibitisha Mwenyezi Mungu kwamba yeye bado yupo na ataendelea kuwepo. Angalia sasa video ambazo anazifanya Mwandambo, video ambazo anazifanya, mambo ambayo anaongea mtandaoni ni sawa na mtu ambaye ameweza kulukwa na akili. Ukitaka kugundua ni kwamba ukichukua Mwandambo wa zamani na Mwandambo wa sasa, ni Mwandambo wawili tofauti. Yaani Mwandambo wa zamani, yule Clemence Mwandambo, na huyu wa sasa ni watu wawili tofauti kabisa. Unajua kabisa Mwandambo wa zamani alikuwa anajenga hoja, alikuwa anapendwa na watu, lakini wa sasa amekuwa hata kwenye komenti zake ukiingia, baadhi ya mashabiki wengi 90% komenti ambazo wanapata ni komenti mbaya kabisa. Ni komenti ambazo watu wanasema asante Mungu kwa hiki kidogo ambacho sasa hizi tunakiona, tunaona kabisa wewe kwako upo kabisa. Kwa hiyo ni jambo ambalo hata alipaswi kabisa kuliweza kulifumbia macho ukiona mtu anadharau uwepo wa Mungu, kwa sababu Mungu alikuwepo na ataendelea kuwepo milele na milele. Kwa hiyo ni mambo ambayo Mwandambo aliyakosea, na mimi pia nathibitisha kwamba Mwandambo hakufanya mambo ambayo yanastahili, hakufanya mambo ambayo ni mazuri, kutokana na hiki kitendo cha kutengeneza content au kutengeneza maudhui ya kuweza kuonekana kama kitu cha kawaida sana kuhitaja jina la Mungu. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakifai katika jamii. Sasa Mwandambo matokeo yake ndo haya ambayo unayaona. Anavaa vitu vya ajabu, ananengua, yani ni mambo ya ajabu kabisa. Wengine hata wanadiriki kumwita pengine ni Anko Mwandambo. Yani nikisema Anko Mwandambo amepoteza baadhi ya sifa za kuitwa mwanaume. Sasa vipi maoni yako kupitia maneno mengi sana ya mashabiki ambao walikuwa wanamsupport Mwandambo? Haya ambayo nimekwenda kuyaongea hapo nyuma, yana ukweli ndani yake, au wewe unaongea nini kuhusiana na hili jambo ambalo Mwandambo anaendelea kuyafanya, lakini pia anaendelea kukutana naye? Dondosha comment katika comment section. Langu jina ni Oscar Tyson, napenda niite Watege Classic. Hadi wakati mwingine, bye bye.